Hujambo msikilizaji popote pale ulipo, hujambo mtazamaji, hujambo na wewe unayetufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii ya Uinjilisti Studios. Hapa leo tuna kipindi kizuri ambacho kimesheheni mambo mbalimbali ambayo ni mahususi kwa ajili ya kumjenga mwanadamu kiroho. Na hiki kipindi si kingine bali ni Pambazuko lenye Baraka, kipindi ambacho kinakujia kila siku za wiki kuanzia alfajiri, kila siku za wiki kuanzia alfajiri. Langu jina naitwa Dickens Mkolongo, nitakuwa nawe kuanzia hivi sasa mpaka hapo baadaye nitakaposema kwaheri kwa sasa. Lakini kabla ya yote hayo, tufumbe macho tupate kuomba. Haleluya Mwokozi Kristo, kwa upendo wako na rehema zako, wana na binti zako tumejumuika asubuhi ya leo kujifunza makuu kutoka kwako. Ukatubariki sasa kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Msikilizaji na mfuatiliaji pamoja na mtazamaji ambaye umejiunga nasi asubuhi ya leo, kama nilivyokwisha kukuambia hapo awali kwamba tutajifunza mambo mbalimbali ambayo Mungu amepanga tujifunze asubuhi ya leo. Nikukumbushia kwamba tu katika robo ambayo tutakuwa tukijifunza kuhusu kumuinua Yesu juu, na kitabu hiki kimenukuliwa katika nukuu mbalimbali za Mama Ellen G. White. Ikiwa ni tarehe 27 ya mwezi April, somo la leo lina kichwa kinachosema mkate wa kila siku. Utupe leo riziki yetu, Mathayo 6:11. Kama mtoto utapokea kila siku kile kinachohitajika kwa hitaji la kila siku. Kila siku unapaswa kuomba, utupe leo riziki yetu. Usisumbuke moyo ikiwa hauna vya kutosha kwa ajili ya kesho. Unaothibitishwa ahadi yake, ukae katika nchi na hakika utalishwa. Daudi anasema, nalikuwa kijana na sasa ni mzee, lakini sijamuona mwenye haki ameachwa, wala mzao wake akiomba chakula. Yule Mungu aliyetuma kunguru amlishe Elia katika kijito cha Kerithi, hata mpita hata mmoja wa watoto wake waaminifu na wenye kujikana nafsi. Kwa yeye aendaye katika haki, imeandikwa, atapewa chakula chake, maji yake hayatakoma. Hawataaibika wakati wa ubaya, na siku za njaa watashiba. Yeye asimwachilia mwana wake mwenyewe, bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote, atakosaje kutukirimia na mambo yote pamoja naye? Yeye ambaye alipunguza mahangaiko na mashaka ya mama yake mjane na kusaidia kutoa mahitaji kwa ajili ya kaya ya Nazareti, anamhurumia kila mama katika mahangaiko yake ili awapatie watoto wake chakula. Yeye ambaye aliwahurumia makutano kwa sababu walikuwa wamechoka na kutawanyika, bado anawahurumia maskini wanaoteseka. Mkono wake umenyoshwa kwao katika baraka na katika maombi yao hayo aliwapa wanafunzi wake. Anatukumbusha kwa kumbuka maskini. The Signs of the Times, November 4, 1903. Ombi kwa ajili ya mkate wa kila siku linajumuisha sio tu ili kuhusisha mwili, lakini mkate ule wa kiroho ambao utastawisha nafsi hata uzima wa milele. Yesu anatusihi, msikitendee kazi chakula chenye kuharibika, bali chakula kidumucho hata uzima wa milele. Yohana 6:27. Anasema, mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni. Mtu akila chakula hiki ataishi milele. Ile aya ya 51. Mwokozi wetu ni mkate wa uzima, na ni kwa kuutazama upendo wake, kwa kuupokea nafsini, ndivyo tunavyoula mkate ushukao kutoka mbinguni. Tunampokea Yesu kwa njia ya neno lake, na Roho Mtakatifu ametolewa ili kufungua neno la Mungu katika uelewa wetu na kufikisha mahali pa ukweli mioyoni mwetu. Tunalazimika kuomba kila siku
kwamba tunaposoma neno lake, Mungu atamtuma Roho wake ili kutufunulia ukweli ambao utaimarisha nafsi zetu kwa ajili ya mahitaji ya kila siku. Katika kutufundisha kuomba kila siku kwa ajili ya kile tunachokihitaji, baraka zote za kimwili na za kiroho, Mungu analo kusudi la kutimiza kwa manufaa yetu. Angetutaka tutambue utegemezi wetu juu ya utunzaji wake wa kudumu, kwa kuwa anatafuta kutuvuta katika ushirika pamoja na yeye. Katika ushirika huu na Kristo kwa njia ya maombi na kujifunza kweli kuu na za thamani za neno lake, kama roho zenye njaa tutalishwa, kama wale walio na kiu tutaburudishwa kwenye chemichemi ya uzima. The Thoughts from the Mount of Blessing, ukurasa wa 112 na 113. Na mtazamaji, msikilizaji pamoja na mfuatiliaji wa matangazo haya moja kwa moja kutoka hapa Uinjilisti Studio, tumefikia tamati ya kipindi hiki kizuri, lakini Waswahili husema mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa kipindi kingine. Ulikuwa nami Dickens Isaac Mkolongo. Usiache kutufuatilia kila siku alfajiri kukumbushana yale Bwana ambayo anataka tuyafahamu. Mpaka wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.